Bismillahir Rahmanir Rahim. Tumeanza na alifu. Alifu wote tunaitambua kwamba hii ni alifu. Sasa tuingie katika zile herufi tatu ambazo zimefanana ili uweze kuzijua herufi hii inaitwaje na herufi hii inaitwaje, ili uweze kuzijua zile herufi ambazo zimeweza kufanana umbo lake, zile ambazo zimeweza kufanana umbo lake uzijue. Sasa kama ulivyoona hapo, b baada ya alifu inafuata b, baada ya alifu inafuata b. Ukiangalia hapo kuna b, t na th kama tulivyosoma kule mwanzo. Sasa ili uweze kuijua hii ni b, hii t, hii th, na ukiangalia maumbile yake yote hizi herufi yamefanana, yote yamekaa kama beseni tuseme. Ili sasa uweze kujua b baada ya alifu, ambayo ikitoka alifu inafuata b, hiyo nukta yake ama kidoti chake kinakaa chini. Alafu t inakuwa na vidoti viwili ambavyo vinakaa juu. Alafu th pia inakuwa na vidoti vitatu navyo vinakaa juu. B kinakuwa na kidoti kimoja kinakaa chini. Alafu t inakuwa na vidoti viwili vilivyokuwa juu, na th inakuwa na vidoti vitatu ambavyo navyo viko juu. Lakini maumbo yake yote ni sawa. Alifu ipo kama moja kama ulivyoiona, haina haja ya kuichambua. Tuingie katika herufi tatu zingine ambazo zimefanana. Nimeamua sasa kukuletea tena kwa lugha pia ya Kiswahili alifu kama ilivyo alifu, b, t, th, jim. Sasa herufi zile tatu ambazo zimekuwa zimefanana ni hizi hapa, pia nazo tatu ambazo zimekuwa zimefanana hizi herufi tatu. Kuna jim, kuna he, kuna khe. Sasa jim nukta yake inakaa hapo kati, ambayo utaitamka jim kama jim. Alafu hiyo ya pili yake tena baada ya jim inaitwa he, kama mlio wa bata anafanyaga basi na utakuwa unatumia hivyo hivyo he kama ilivyo hapo kwa lugha pia ya Kiswahili he. Basi herufi ya tatu pia ambayo imefanana na hizi ni khe. Utakwaruza koo lako kana kwamba makohozi yanataka kutoka, utasema khe khe. Pia herufi zingine ambazo zimefanana ni hizi mbili, kuna dali na dhali. Hizi herufi hizi ili uijue dali haina nukta yoyote, ipo kama si ambayo imegeuka, na dhali ni kama ilivyo